keti, ukae. Mungu akubariki. Chukua Biblia yako, chukua na kalamu yako na daftari yako. Nimlete mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maneno ya uzima. Karibu ndugu yetu Mwinula kwa ajili ya maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ni mwema, ametupa kibali, ametupa neema. Na basi tushirikiane kwa maneno ya Mungu siku hii ya leo na katika ibada hii ya kwanza. Na kwa muda tulionao tutakwenda tu vizuri, tutamaliza mapema tu. Bwana tusaidie. Karibu Baba. Mfalme mwema, Mungu wetu, tuko mbele zako Baba. Tumekushukuru, tumekusifu, tumekuabudu Bwana Mungu wetu. Uni wakati wako useme na kila mmoja wetu. Ndio maana tumekusanyika miguuni pako Bwana. Sema nasi kupitia mtumishi wako. Uyabarikie maneno yako na Roho Mtakatifu tupate kutuhudumia Mfalme. Tuondoke tumepokea ile mema ambayo umekusudia kwa ajili yetu siku ya leo. Tumie mtumishi wako kama chombo chako pendezavyo. Na mimi naomba hivi nikiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Tuanze kwa kuimba wimbo huu. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame. Bwana Yesu asifiwe. Ziko nyakati za ukame. Ukame wa kiroho, ukame wa kimwili. Na katika hali zote hizo tunamhitaji Bwana atunyunyizie maji. Bwana Yesu asifiwe. Naye kwa sababu tunamuomba hivyo huwa haachi kufanya hivyo kwa sababu anatupenda. Bwana asifiwe. Basi tutakuwa tunaimba beti mara 2 na korasi mara 2 na tutaendelea hivyo na baadaye tutaingia kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo turecharge hivyo na tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani nafahamu wimbo huu. Tutakwenda pamoja tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziae maji wakati wa ukame, uachi
la Mungu sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tushirikiane neno la Mungu asubuhi ya leo. Katika neno hili, usiangalie hali inayokuzunguka, lakini amini ukuu na uwezo wa Mungu. Usiangalie hali inayokuzunguka, lakini amini ukuu na uwezo wa Mungu. Basi tushare neno hili la imani ili tuweze kukuza imani zetu katika hali tunazopitia na mazingira mbalimbali. Mara nyingi hali tunazopitia zinaweza zikawa na athari kwetu, zikatupelekea mahali pagumu sana. Lakini katika yote Mungu anasimama kuitwa Mungu. Bwana atusaidie. Na inawezekana hapo ulipo kuna hali fulani unapitia, yako mazingira unapitia. Na Mungu mara nyingi huwa anaangalia katika hali hiyo, unawaza nini ndani ya moyo wako? Unamuwazia nini Mungu? Na unafanyaje? Kwa wakati mwingine Mungu huwa anakaa kimya ili kumwangalia mtu wake anavyopita katika hali anayoipitia. Bwana Yesu asifiwe. Hali ngumu, kwa mfano, hali kama hiyo, nafanyaje? Hujui kitakachotokea. Kwa wakati mwingine tunapita katika hali hatarishi, lakini macho yetu yamwangalie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie mazingira. Tuanze basi na maneno ya utangulizi katika kitabu cha Isaya sura ya 40 na ule mstari wa 28. Na Mungu leo anaanza na maswali mawili. Anaanza na maswali mangapi? Mawili. Anauliza, je, wewe hukujua? Swali la kwanza. Swali la pili, je, wewe hukusikia? Hukujua nini? Hukusikia nini? Bwana anatoa jibu. Anajitambulisha alivyo, kwamba yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Ndivyo anavyotuambia leo. Kama ulifikia kwamba anaweza akaishiwa nguvu akazimia, hapana. Hayuko hivyo. Yeye ni Mungu. Tunaochoka, tunaozimia ni sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe, sio Mungu. Ndio maana nauliza, je, wewe hukujua? Wewe hukusikia kwamba mimi Mungu sizimii? Bwana Yesu asifiwe. Wala hachoki. Tunaochoka ni sisi. Yeye hachoki. Na hamchoki mtu yoyote. Useme, Bwana, mimi Mungu amenichoka. Hapana. Hayo ni mawazo ya kibinadamu. Na wakati mwingine tunaweza kufikiria tukafikia hapo kwa sababu ya hali na mazingira tunayopitia. Bwana tusaidie. Anasema akili zangu hazichunguziki. Huwezi kuchunguza akili za Mungu, ziko juu sana. Na wala huwezi kumpatia formula. Mashuleni tunatumia kanuni, formula, ili tupate jibu. Huwezi kutumia formula kwa Mungu, haipo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akili zangu hazichunguziki. Twende tena katika Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 9. Amezungumza habari ya akili
zake hazichunguziki, lakini hapa anazungumzia mawazo, kwamba maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Mambo yetu na mambo ya Mungu ni tofauti kabisa. Tunavyokuwa tunawaza na anavyowaza Mungu tunasigana sana. Tunasigana sana. Wala njia zetu sio njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Anajibu swali, hamkusikia? Je, hamjui? Hivi ndivyo Mungu alivyo. Bwana tusaidie. Kwenda katika Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29, anazungumza habari ya mambo ya siri na mambo yaliyofunuliwa. Anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno ya yote ya sheria hii. Yako mambo mengi Mungu ametuficha. Hayo yako reserved kwa ajili yake. Hizo ni God's prerogative. Hizo ni God's prerogatives. Ameyaficha kwetu. Lakini yako ambayo ameamua kutufunulia sisi, yawe faida kwetu na kwa watoto wetu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo mengi Mungu ameyareserve kwa ajili yake. Akipenda anaweza kumfunulia mtu. Ndio maana tunazungumzia habari ya mafunuo, revelations. Hapo amependa mwenyewe kumfunulia mtu. Otherwise yako reserved kwa ajili yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie matokeo ya hali inayokuzunguka. Unapokuwa umezungukwa na hali fulani, haya ndiyo yanaweza kuwa matokeo. Na pengine umeyapitia haya. Kwanza, kukata tamaa ni matokeo ya hali inayokuzunguka. Huelewi, you don't understand. Unabaki kujiuliza, hiki ni kitu gani? Mbona sielewi? Na kama hali inayokuzunguka itakuwa imepersist, imeendelea kwako kwa muda mrefu, unafikia mahali unakata tamaa. Lakini mtu wa Mungu, usikate tamaa, angalia ukuu na uwezo wa Mungu tu. Matokeo mengine ni kutindikiwa imani. Imani inajaribiwa. Imani inajaribiwa. Hata Ayubu ambaye tunasoma habari zake, mtu mkamilifu, mcha Mungu, lakini alipomtokea yale, na hasa wale jamaa zake wakaja kumuona, pamoja na imani kubwa aliyokuwa nayo, Ayubu alitindikiwa. Unatembelewa na watu wanaokuja kukutia moyo kwa sababu wamesikia hali unayoipitia. Wakifika wanakuangalia tu, pengine hamsalimiani. Biblia inatuambia siku 7 hakuna anayetamka neno. Siku 7 usiku na mchana hakuna anayetamka neno. Mwingine akalia. Wanamwangalia Ayubu, hawamuelewi kimetokea nini? What has happened? Bwana Ayubu tunayemfahamu leo yuko hivi. Kimetokea kitu gani? Ayubu imani ikatindika.
akaanza kuilaani mpaka siku aliyozaliwa, mpaka siku aliyotungiwa mimba. Akaendelea hivyo hivyo. Baadaye Mungu akaanza kumtokea, anamuuliza maswali magumu. Baadaye Ayubu akafunguka. Hali nyingine ni kuogopa. Hali inayokuzunguka inaweza ikakuogopesha, na inaweza kukuogopesha kama ni mara ya kwanza hilo linatokea, halijawahi kutokea. You tend to ask yourself, what has happened? What is this? Hiki ni kitu gani? Lakini wakati mwingine kuna kujiombea mabaya. Afadhali nife. Neno la namna hiyo lisitoke katika kinywa cha mtu wa Mungu. Namwambia Bwana, yatosha. Lakini kuna kushindwa kuona ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu, kwa sababu hali unayopitia imekupossess, imekufunika fahamu, imekufunika uelewa, mpaka umwone Mungu tena kama yupo, kama na uwezo, kama ni mkuu kwa jambo lolote. Hayo ni matokeo. Lakini kuwa na mashaka, nayo ni matokeo ya hali inayokuzunguka. Unaanza kudoubt. Sijui. Lakini Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulalamika. Unaweza ukalalamika. Katika hali unayoipitia, unaweza ukalalamika. Ayubu alilalamika sana. Alilalamika sana. Lakini matokeo pia hali unayoipitia kuna kujuta. Laiti ningejua. Laiti ningejua. Kuna kushindwa kuona msaada wa Mungu. Pako unasema, Mungu yuko wapi? Mungu uko wapi? Uliyewatendea wale na wale na wale ambao tunasoma habari zao, leo uko wapi? Mbona kama vile haupo? Mbona kama vile umekuwa kiziwi? Mbona kama vile umekuwa kipofu, huoni? Hayo nayo yanaweza kuwa ni matokeo ya hali inayokuzunguka. Lakini kuna kutafuta njia za mkato. Tafuta solution ya kwako mwenyewe, sio ya Mungu. Kama ni binti umechelewa kuolewa, unasema sasa yeyote atakayetokea mimi nalala naye mbele. Huyo huyo. Lakini katika hali unayoipitia kuna kusahau ahadi za Mungu. Mungu ametupa ahadi nyingi sana, na hizo ni kwa ajili yetu. Kwa mfano, sitakuacha wala sitakupungukia. Ni ahadi. Lakini katika yale tunayopitia unaweza ukasahau kwamba Mungu ameahidi kutokumwacha mtu wake wala kumpungukia, lakini kumwazia mabaya Mungu. Mungu hanipendi. Mungu amenitesa sana. Kwa nini? A lot of questions.
Haya, tuangalie. Sio sisi tu tunaopita katika hali, wako waliopita, na ndio maana haya yaliandikwa ili tujifunze kutoka kwao, tutiwe nguvu, tutiwe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie walioangalia mazingira yanayowazunguka na jinsi walivyo react na jinsi walivyo respond katika hali waliokuwa naipitia. Tunamwona Petro katika Yohana 14 mstari wa 27 mpaka 33. Petro anatindikiwa imani. Petro anaanza kuzama mbele ya Yesu. Kwa nini? Jaribu, hali anayoipitia. Mstari wa 27. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Hii habari tunaifahamu. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Petro ameshamsahau Bwana Yesu ambaye ametembea naye kwa muda mrefu. Anaanza kumdoubt, ikiwa ni wewe. Ikiwa ni wewe. Anaanza kuwa na mashaka. Akasema, njoo Petro, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini, sema lakini, alipouona upepo, mazingira yamebadilika. Hali inayomzunguka Petro sasa ni tofauti. Akaogopa. Akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Petro anaangalia mazingira yanayomzunguka kwamba haya sasa ni mazingira hatarishi. Lakini muda mfupi uliopita ameitwa njoo. Aliyemwita ni Yesu, ana uweza wote. Bwana Yesu asifiwe. Akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Kwa hiyo wakati mwingine tunazama mbele ya Yesu. Tunazama mbele ya Yesu ambaye hayuko mbali. Bwana tusaidie. Anazama mbele ya Yesu. Ndiye aliyemwita, njoo utoke chomboni, tembea juu ya maji uje. Lakini mazingira, hali aliyoiona ikamwogopesha. Bwana tusaidie. 31. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Hali iliyomzunguka Petro ikamfifisha imani. Akaanza kuzama mbele ya Yesu. Bwana tusaidie. Yesu yupo. Msaada wake upo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, nao walipopanda chomboni, upepo ukakoma. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika u mwana wa Mungu. Hali imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie Sara. Sara akaangalia mazingira, biological environment. Ni mzee. Mimi ni mzee. Mazingira ya kimwili yakamkatisha tamaa. Mimi katika kawaida ya wanawake nimesha koma. Mimi mume wangu ni mzee. Haya unayoniambia yatawezekana vipi? Anaangalia nini? Mazingira ya kimwili. Anaangalia mazingira ya kibiolojia. Anaangalia ufahamu wake wa kawaida ya watu inavyokuwa. Anaangalia ukawaida wa kina mama unavyokuwa. Lakini Mungu yuko zaidi ya hali yetu ya kibiolojia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 9 mpaka 14. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Hii habari unaikumbuka?
akasema yumo hemani, akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee. Haya ndio mazingira. Mazingira ya nini? Ya kibiolojia. Wazee na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Mazingira hayo. Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Mazingira hayo. Sara anapoangalia mazingira ya kimwili anaona haiwezekani. Imani inatindika. Bwana tusaidie. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Anaangalia mazingira ya kimwili. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Mungu anamwambia, mimi na kwenda beyond biological environment, na kwenda zaidi ya kawaida ya biolojia. Kwa nini? Mimi ni Mungu. Niliyowafunulia nyie ni yale mnayoyafahamu, lakini mengi yako reserved kwangu. Anasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Je, Sara alipata mwana au kupata? Yeye aliangalia mazingira. Mazingira yanaweza kukusababisha uingie katika hali ngumu. Tuangalie mjane wa Sarepta. Naye aliangalia mazingira. Mvua hainyeshi, hakuna chakula, hakuna maji. Anatokea mtu anamuomba mambo ambayo ni almost impossible kwake. Difficult. Nadhani alimshangaa, huyu vipi? Kwani ametokea wapi? Kwani anaishi wapi? Mvua haijanyesha siku nyingi. Watu hawana chakula. Na mimi chakula nilicho nacho hakinitoshi. Anaangalia mazingira ya njaa na ukame na kuishiwa. Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa 9 mpaka 15. Hii habari tunaifahamu pia. Anasema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe. Mwanamke mjane amekwisha agizwa na Mungu, yeye hajui. Ndivyo Mungu alivyo. Hata naye tumwa aende huko, naye hajui kama yule mama ameagizwa. Amekwisha andaliwa tayari. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika lango la mji, kumbe mwanamke mjane alikuweko akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Jambo gumu sana. Huyu anayeomba maji katika nchi ambayo mvua haijanyesha muda mrefu, anamaanisha au anatania maji? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayo maji hata wakati wa ukame. Tumeimba, ninyunyizia nini? Maji. Kwa nini? Hataki tunyauke. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba na kipande cha mkate mkononi mwako. Ameomba maji, sasa anaomba na chakula. Bado anaongeza ugumu katika ugumu. Anamjengea mwanamke yule mazingira magumu. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe. Desperate. Wako desperate. Mama amekata tamaa. Anaona kilichopo ni kidogo na huyu anataka tushare. Inakuwaje? Mpaka
alipopata assurance kwa mtumishi wa Mungu, Elia akamwambia usiogope. Kwa sababu tumesema mojawapo ya matokeo ya kuangalia hali ni nini? Kuogopa. Mama akaogopa. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo, ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Prophetic message kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza madhabahu inasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Liko neno linalotoka madhabahuni. Mtumishi wa Mungu anaachilia neno la kinabii. Mama huyu anashangaa lakini anatii. Tuwe watiifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kupewa hiyo assurance, akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Mama aliangalia mazingira, mtumishi wa Mungu anaangalia wingi. Anaangalia tele. Bwana sifiwe. Wakala siku nyingi. Tuangalie wanafunzi wa Yesu. Mazingira mengine yale yamekuwa created jangwani. Bwana amefundisha. Alikuwa mwalimu, amehubiri, ameponya, ametoa kila aina ya huduma. Ni jioni. Watu wana njaa. Jangwani, nyikani. Hakuna maji, hakuna chakula, hakuna maduka. Na kama yapo, yako mbali. Hii ndiyo hali. Lakini Mungu wetu ni zaidi ya mazingira yanayotuzunguka. Kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 35 mpaka 42 anasema, hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kumekuchwa. Mazingira hayo. Mahali tulipo ni nini? Ni nyika. Hakuna maji, hakuna maduka, hakuna chakula. Hayo ndio mazingira. Mazingira mengine sasa ni jioni. Sasa ni jioni. Kitu gani kifanyike? Wanafunzi wanatoa solution. Solution hii Yesu anaikataa. Anasema waage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Ziko solution za kimwili kulingana na hali tunayoiona. Bwana Yesu asifiwe. Yako majibu yetu sisi. Kwa sababu upeo wetu unakomea hapo. Mawazo yetu yanakomea hapo. Njia zetu zinakomea hapo. Tunatoa majibu ya kimwili. Waage. Waage. Wacha waende. Lakini Yesu anajibu la kimbingu. Anasema, akawaambia wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Kwa nafanya mahesabu. Ilikuwa ni shilingi ngapi? Kama milioni 3 zilikuwa zinahitajika. Milioni ngapi? 3. Wanafanya mahesabu ya kimwili, human calculations. Ukifanya human calculations, wakati mwingine jibu nalo lipata haiwezekani. Lakini kwa Mungu inawezekana. Milioni 3 hazipo. Ndio mahesabu walioyapiga ya haraka haraka, sijui kwa kutumia formula gani. Ndio maana wanakuwa desperate, wanawaambia waache waende, waage waende. Mungu wetu anayeweza yote anawaambia nyie hamna jibu, lakini mimi jibu ninalo siku zote. Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Endeni mkatazame. Walipokwisha kujua akasema, 5 na samaki 2.
akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi, wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake waandikie, na wale samaki 2 akawagawia, wakala wote wakashiba. Sema wakala wote wakashiba. Wanafunzi hawana solution, wanaangalia mazingira. Hapa ni nyikani, jua lenyewe linazama. Solution ya kibinadamu, waache waende. Yesu anawaambia hapana. Hawa watu nimekuwa nao mimi, nimeshinda nao mimi, nilikuwa na wahudumia mimi, hili haliwezi kunishinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo wakati wote, katika mazingira aina yoyote. Tunaotindikiwa ni sisi. Kwa nini? We are human beings, ni wanadamu. Tuna limitations kama wanadamu. That is normal. Tuna nini? Tuna ukomo wa kufikiri, wa kuwaza, wa kutenda. Lakini Mungu wetu limited. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie akida wa mfalme. Akida akaambiwa habari njema, hakuamini kwa sababu aliangalia mazingira. Tuanze na mazingira yaliyokuwepo katika kipindi hicho. Katika Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 25. Anasema, ikawa baada ya hayo Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea, akauhusuru Samaria, akauzingira. Hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Kwa muda mrefu mji umezingirwa na adui. Matokeo yake chakula hakuna, njaa inaingia. Haya ndiyo mazingira yanayoendelea. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakauhusuru, hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Wakaanza kula hata visivyolika, navyo vinauzwa, imekuwa dili. Kwa waliokuwa na mavi ya njiwa wakapata tenda. Njaa ni kali sana, watu wakaanza kula mpaka watoto. Hali ni mbaya. Sasa mazingira hayo magumu, anatokea mtu anasema maneno haya katika Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 2 na baadaye 18 mpaka 20. Anatokea mtu katika mazingira haya. Hata kama ungekuwa wewe usingeamini. Anasema Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho, wala sio mwaka kesho, tomorrow. Niweke na Kiingereza, tomorrow, kesho, panapo saa hii. Ina maana anazungumzia habari ya saa 24 zijazo. Muujiza utatokea. Anasema kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Mji umezungukwa, njaa imekuwa kubwa, visivyoliwa vinaliwa, vinauzwa ili watu wasife. Anasema basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Mazingira yanaleta mashaka, yanaleta kudoubt. Anayesema ni mtumishi wa Mungu. Tuamini watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanalo neno kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanalo neno kwa ajili yetu la matumaini. Mtumishi wa Mungu analeta taarifa za matumaini. Akida anaangalia mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, angalia,
Wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Kwa nini? Umemtilia Mungu mashaka. Umemfananisha Mungu kama mwanadamu. Kama wanadamu alivyo na ukomo, unafikiria na Mungu ana ukomo. Mungu hana ukomo. Ametangulia kutuuliza swali, je, hukujua? Wewe hukujua? Wewe hukusikia kwamba mimi akili zangu hazifanyi nini? Hazichunguziki. Na kweli ndivyo ilivyotokea. Mstari wa 18. Ikatukia kama vile mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili ingewezekana? Kamwambia, utaliona lakini hutakula. Na ndivyo ilivyokuwa. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafanyaje? Akafa. Akida anaangalia mazingira yanayozunguka. Njaa. Tumeanza mpaka kula visivyoliwa. Wanazungumzia habari ya unga safi. Hili litawezekanaje? Ndivyo inavyokuwa katika mazingira tunayopitia. Yanafifisha imani. Yanafanya tusimuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumwangalie Elia. Hata watumishi wa Mungu wanatindikiwa imani wakati mwingine. Elia, siku chache zilizopita, ameomba moto umeshuka. Anaitwa nabii wa moto. Lakini sasa anamkimbia mwanamke. Mwanamke amemtisha. Ameanza kusahau ukuu wa Mungu. Ndiye aliyeomba moto akafanyaje? Ukashuka. Sasa mazingira, anaangalia mazingira, anawindwa auawe. Mazingira kumbe yanamfanya mtu ahofu, aogope. Nabii mkubwa kama huyu anaogopa. Anaangalia mazingira, anataka kujisalimisha. Tena namkimbia mwanamke. Samahani, si kwamba tunawadharau wanawake, hapana. Falme wa kwanza sura 19 mstari wa 1 mpaka wa 7. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe. Akasema, miungu anifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Yezebeli anapeleka ujumbe. Kesho. Sio kwamba mpaka kesho. Anamwambia kesho nitakuwa nimesha kuua. Kama ulivyowaua wale manabii wa Baali, ndivyo nitakavyokufanya. Tuangalie kilichotokea. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda hifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Angalia mazingira. Mama yule ametengeneza mazingira hatarishi. Mtumishi wa Mungu ametishiwa maisha. Anaogopa, anakimbia. Anasemaje? Anakwenda ahifadhi roho yake. Asave, ajisalimishe. Hata mtumishi wake anamwacha. Anasema, Bwana, kila moja sasa hapa wa kwake. Kila moja ajiponye mwenyewe. Akamwacha mtumishi wake huko. Naye akajinyosha. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa. Wameachana na mtumishi wake ambaye wameambatana muda mrefu, lakini katika mazingira haya ya hatari.
Elia anamwambia tusijuane, kila mmoja na roho yake, kila mmoja naisalimisha roho yangu. Utakapotaka kwenda nenda, mimi naendelea mahali nisipojua. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Unaona mazingira yanavyokuwa yanatukatisha tamaa. Unafika mahali pa kujiombea mabaya. Kwa ugonjwa huu afadhali ningeondoka tu, afadhali nife, nimeteseka sana. Lakini ukuu wa Mungu uko pale pale. Akajiombea roho yake afa, akasema yatosha sasa, e Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Mazingira. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Mungu alivyo mwema, hata katika hali ngumu Bwana anatufuatilia. Bwana anatufuatilia. Anaona tunavyochanganyikiwa, anaona tunavyo react, lakini wema wa Bwana uko pale pale. Anamfuata, anakwenda kumsupply na chakula. Anamwambia, akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate. Sema kumbe. Kumbe katika mazingira magumu solution ipo. Msaada wa Mungu upo. Msaada wa Mungu haujapunguka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kumbe. Ameshamwambia inuka ule. Yeye anainuka, anaangalia, anashangaa. Hapa jangwani chakula kinaweza kutoka wapi? This is God's provision. Ini provision ya nini? Ya Mungu mwenyewe. Kukuletea chakula mahali pa ambapo chakula hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Sio mkate tu na maji. He is always the provider. He can provide for you anywhere. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakupatia msaada mahali popote usipotegemea. Hapa ni jangwani. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Mstari wa 7. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie utasafiri, utasafiri, utasafiri. Bwana asifiwe. Kumbe hata katika jangwa msaada upo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hata katika hali ngumu mkate upo, maji yapo. Tumwangalie mwanamke Mshunami. Naye aliangalia mazingira kama Sara. Akaangalia biological environment. Akaangalia biological reality. Anaambiwa habari ya mtoto, mwisho akasema, usiniambie uongo. Mtumishi wa Mungu, mbona unanitamanisha? Usiniambie uongo. Mama yule, ukweli wa mtumishi wa Mungu anaita uongo. Kwa nini? Mazingira. Ni mzee, hawezi kupata mtoto. Hayo ni ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 17. Tunakwenda kumalizia. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Habari hii tunaifahamu. Huyu mama aliwatunza sana watumishi wa Mungu. Wanataka kumfanyia wema. Na wanasema, akamwambia, sema naye sana. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe. Mama alikuwa tajiri. Ana uwezo. Ana fedha. Anasema, hakuna lolote mnaloweza kunifanyia likanifaa mimi. Nimezungukwa na ndugu na marafiki na nini, fedha ninazo, mali ninazo, nifanyiwe nini?
sina hitaji. Kumbe hitaji lipo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14 akasema, basi atendewe nini? Gehazi akamjibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Mazingira, hana mwana, mume wake mzee. Kwa hiyo mama yule anaona haliwezekani. Hata alipoambiwa akamwambia kamuite, na alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Mwanamke Mshunami anaangalia mazingira yanayomzunguka. Ni mzee, mume ni mzee, itawezekanaje hili? Lakini liliwezekana. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume, wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu akili zake hazichunguziki, njia zake sio njia zetu. Ndio maana alianza kutuuliza swali, je, hamkusikia? Je, hamjui? Haleluya. Tunamalizaje? Mazingira yatakuwepo tu siku zote. Yako mambo yanayotuzunguka, bado tuko duniani. Hatujafika wapi? Hatujafika mbinguni. Ndio maana Bwana Yesu alituombea, akasema, siombi uwatoe duniani, wanabaki hapa. Wanabaki hapa na watu wasiookoka, lakini tu walinda na yule mwovu. Hilo tu, hilo tu. Tulishaombewa. Bwana Yesu asifiwe. Tulishatakiwa mema na Bwana Yesu, vinginevyo angetuondoa tu. Siku ulipookoka ungetwaliwa tu. Bado uko duniani, haya utakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiangalie mazingira, angalia ukuu na uweza wa Mungu. Tufanyeje sasa? Sisi tusimame katika ahadi. Tung'ang'anie nini? Ahadi. Na amesema, neno langu halitanirudia bure. Alishaachia neno lake kwenye ahadi zake, na ziko nyingi tu. Sisi tunang'ang'ane hapo. Bwana ulisema, Bwana ulisema, Bwana ulisema, Bwana ulisema, Bwana ulisema. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Asiwepo mtu wa kukutoa katika ahadi za Mungu. Kwa nini? Ahadi zote ni amina na kweli. Hakuna ahadi ya uongo. Mungu na neno lake hajichanganyi. Alichokisema kitatimia. Tatizo haliko kwa Mungu, tatizo liko kwetu. Mtu mmoja kaimba anasema, tatizo haliko kwa Mungu. Hatumuoni Bwana, tunaona hali inayotuzunguka. Tunafikia kwenye conclusion, hili haliwezekani. Sasa Bwana anatupa assurance. Bwana anatupa nini? Assurance. Anatupa uhakikisho. Katika Isaya 43 mstari wa 1 na wa 2 anasema, lakini sasa Bwana aliyekuhukuru, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope. Anasemaje? Usiogope. Na hilo amelisema sana katika neno lake, usiogope. Na baba hapa huwa analifundisha sana, kutujenga imani. Tusifanye nini? Tusiogope. Woga ndio unaofifisha imani zetu. Wema ndio woga ndio unaotudidimiza mpaka tunashinda kumuona Bwana. Kwa hiyo anatupa assurance. Ufanye nini? Usiogope. Maana nimekukomboa, moja, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu.
wewe uwangu. Hivi tupendweje zaidi ya hapo? Wewe uwangu, wala sio wa mwingine. Tunaye Baba. Bwana Yesu asifiwe. Sio yatima. Waswahili wanasema yatima huwa hadeki. Lakini sisi kwa Mungu wetu tunafanyaje? Tunadeka kwa sababu ni baba yetu. Tunaye Baba. Anakuambia wewe uwangu. Anaendelea kutuhakikishia, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. 1. Na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mahali wa moto hautakuunguza. Hivi vitu viwili, maji na moto, vina nguvu sana. Na wakati mwingine vimesumbua sana dunia kutafuta solution. Maji na moto, anakuhakikisha katika hivyo vitu viwili. Ukipita kwenye maji hakuna kugharikishwa. Ukipita kwenye moto hakuna kuungua. Kwa nini? Yeye yupo. Katika Biblia ya Kiswahili tumeona neno aliyekuhukulu. Linaweza lisilete maana. Lakini tukienda kwenye Kiingereza anasema, but now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear. For I have redeemed you, I have summoned you by name. You are mine. You are mine. Wewe ni wangu. Mimi niliye kuumba. Who created you? Who formed you? Mimi niliye kutengeneza, nikakufinyanga, nikakupa shape, tena nikakufananisha na mimi. Wewe ni wangu. Bwana Yesu asifiwe. When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep you over you. When you walk through the fire, you will not be burned, the flames will not set you ablaze. Huyo ndio Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tusiangalie mazingira yanayotuzunguka. Mungu yupo. Hata katika hali hiyo Mungu yupo. Tumwamini tu kwamba Mungu yupo. Ndiye anayetunyunyizia maji. Uninyunyizia maji. Naomba simame. Wakati wa ukame uachi ninyauke, ona kupenda. Sorry. Naomba tusimame. Hallelujah. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyizia ya maombi. Wewe unayepitia katika hali ngumu, karibu.
uko nyosha mikono yako juu kwa Bwana. Yako nayo yapitia, yako uliyowahi kuyapitia yakakuyumbisha sana, lakini Bwana leo anakupa assurance kwamba akili zake hazichunguziki. Yeye akili zake hazichunguziki kwa sababu yeye ni Mungu. Hakuna linalomshinda. Tusiangalie mazingira tunayopitia, lakini tuangalie ukuu wa Mungu siku ya leo, kwamba Bwana yupo na tusimame katika ahadi zake. Ameahidi hata tuacha wala hata tupungukia, na yeye alichokitamka kitakuwa, na wala sio mwanadamu hata seme uongo. Katika jina la Yesu omba, mshukuru Mungu pia katika jina la Yesu. Bwana wa huruma na rehema nyingi, Mfalme wa amani, umelileta neno hili Bwana kwa ajili yetu lipate kufanyika msaada siku ya leo. Wewe ni Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Weza wako wa ajabu, fadhili zake za milele, mkono wake upo, huruma zake zipo. Hata asubuhi ya leo Mungu wetu yupo, hachoki, halali, hazimii. Yeye yupo kwa ajili yetu siku zote. Ni Mungu anayetupenda, ni Mungu anatuwazia mema. Anasema tujapopita katika moto, yeye yupo kututendea mambo makuu. Yupo mwamini, yupo katika moto, yupo katika maji mengi, yupo hata tuacha, hata tupungukia. Yupo Mungu, yupo Mungu mkuu, yupo Mungu mkuu ambaye ameahidi atatenda kwako, atatenda kwako katika jina la Yesu. Akutendee mambo makuu, akutendee mambo makuu, akutendee mambo makuu. Aimarisha imani yako katika jina la Yesu. Usiangalie mazingira, usiangalie mazingira. Mazingira yatakuwepo, lakini Bwana yupo, ndiye anayefanya kazi hata katika moto, anayefanya kazi katika maji mengi. Haya atakugarikisha katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana akuagizia msaada kutoka juu, akuagizia msaada kutoka juu, akuagizia msaada kutoka juu, akuagizia msaada kutoka juu, msaada wa neno lake, msaada wa neno lake, msaada wa neno lake. Simama katika ahadi zake, ukaone wema wa Bwana, ukaone wema wa Bwana. Ni zaidi ya mazingira unayopitia, ni zaidi ya kile unachopitia. Neno lake lipo, msaada upo. Hata asubuhi ya leo msaada upo, 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 hata asubuhi ya leo msaada upo. Usimwazie mabaya, usijiombee mabaya, usitamke maneno yasiyofaa katika jina la Yesu. Msaada wa Mungu upo asubuhi ya leo, upo asubuhi ya leo, upo asubuhi ya leo, upo asubuhi ya leo. Msaada upo, msaada upo, msaada upo, msaada upo, msaada upo kutoka Sayuni. Akuagizia msaada kutoka Sayuni, akuagizia msaada kutoka Sayuni. Upo msaada wake, upo asubuhi ya leo, msaada wake upo asubuhi ya leo, msaada wake upo asubuhi ya leo. Akuguse Bwana, akuguse kwa mkono wako wenye nguvu, akuguse, akutendee mema, akutendee mema asubuhi ya leo, akutendee mema asubuhi ya leo, akutendee mema asubuhi ya leo. Asante, asante Mungu wetu, asante kutujilia kwa namna hii Bwana, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu kama wewe. Tenda mambo makuu ni wewe. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Mungu wetu, tunakushukuru, asante kwa neno lako. Nakupenda Yesu, nakupenda mnyunyizi wangu, nakupenda Jesus. Kaya muri shikara. La masaya bokubaka. Kaya malash. Tu kamala masaya.
Karo the msheke. Mfalme, Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru. Asante kwa maneno yako. Umesema yatakurudia bure maneno yako Bwana. Yatatimiza mapenzi yako. Tena yatafanikiwa. Neno lako ni kweli Bwana, ahadi zako ni kweli. Baba, umesema tusiogope. Mungu wetu unatosha kutuhudumia, kututendea mema, kwa kuwa wewe ni Baba. Asante kwa neno lako. Asante kwa mtumishi wako. Na Roho Mtakatifu endelee kutukumbusha. Atukumbushe tu bado tunavyotupenda, usivyotupungukia. Katika fadhaa zetu Bwana. Katika mazingira yote Mungu wa mbinguni. Huko tuficha mambo haya Baba. Na upo kutusaidia. Baba wa mbingu, ya bariki maneno yako. Bariki na mtumishi wako. Mtie nguvu aendelee kutumikia Baba. Asante, tumepokea neno lako. Baba, maneno yako yakaanguka chini. Yameanguka ndani ya mioyo yetu, udongo mzuri. Acha kapata kustawi, akazaa matunda Bwana. Tukupendeze watoto wako. Ninakushukuru sana Baba. Wabariki watu wako Mfalme. Achilia neema yako juu ya watu wako Mungu. Unayetupenda na tujali. Naomba hivi nikiamini kwa jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana. Asante Bwana, asante. Asante Bwana. Asante. Hallelujah. Ndio maana tumeweka andiko ile hapa. Yote yanayosekana kwa kiamini. Hallelujah. Bwana sema usiogope. Kale mazingira yanayokuzunguka usiogope, yupo. Mungu asiyeshindwa. Mungu alibariki neno lake. Asante. Tumefika mwisho wa ibada hii yetu ya kwanza.